The Playlist. Miaka kadhaa iliyopita, kama miaka ya nyuma kidogo hivi, alitokea kijana mmoja ambaye alijiamini sana. Wazazi wake wakampa jina la Nasib, na siku zote alikuwa na ndoto ya kuja kuwa kijana ambaye mwenye mafanikio zaidi. Alijiamini sana, aliweka bidii, juhudi, na kila alichokuwa anakifanya siku zote alikuwa anamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. Siku zote amekuwa na nidhamu ya juu sana kwa watu waliokuwa wakifanya nao kazi. Kijana huyu alikuwa anatokea maeneo ya Tandale. Leo tunamfahamu kama a boy from Tandale. Diamond Platnumz, boys and girls, ladies and gentlemen. Chibu D, inakuaje mzazi? Niko poa bro. Kama kao? Yeah, I'm very good bro. Kizazi sana, au sio? Sana. Karibu sana mzee. Asante sana. Vitu vyeupe leo yake. Sijua. It's not a blue Monday to me, it's a white Monday. Oh yeah? It's a new Monday in the world. Yeah, inaanza tofauti. Kabisa. Yes, karibu sana kwenye show la Kibab The Place. By the way, congratulations kwa ujio wa album yako, A Boy From Tandale, ya? Nashukuru sana bro. Kizazi sana. Album hii ulienda kuizindulia exclusive kwa mara ya kwanza moja kati ya nchi za Afrika Mashariki, Nairobi, Kenya. Kabisa. Na swali lilikuwa tu ni rahisi sana, like, Kwa nini imekuwa ni Nairobi, Kenya? Kitu gani cha upekee ambacho ulitaka kwenda kukifanya kule? Ulitaka kuwin nini na umefanikiwa kwa kiasi gani? Sawa. Cha kwanza kabisa nilikuwa, unajua sisi ni jumuiya ya Afrika Mashariki kwa pamoja. Yeah. So kuonesha tu kama Afrika Mashariki ni wamoja wote. So mimi Diamond kama Diamond Platnumz, na mimi sio tunawakilisha Tanzania lakini nawakilisha Afrika Mashariki kwa ujumla. Yeah. Walikuwa wanipigia kura katika sehemu tofauti tofauti na nikaona sio vibaya kufanya hivyo. Lakini mbele ya hivyo pia ilikuwa pia changamoto katika hata location ya kufanyia. Especially nilikuwa nataka kuifanya mimi, kwa mfano nilikuwa natamani show fani ya kufanya ambayo ina set tofauti. Yeah. Set ambayo inaweza kubadilika ndani ya dakika 5 kubadilika ikawa chumba kama kitanda. Yeah, niliona zile kila wimbo ulikuwa na theme yake. Yeah, sasa kwa bahati mbaya hapa nchini kwetu kiukweli hatujakuwa tumewezeshwa hivyo kuwa na vitu ambavyo vinaweza kutusaidia. Kwa sisi tumewezeshwa kuzuia nyimbo zetu tu. Yaani ukisikia mimi na Liu watu wana block, yani chombo ambacho sisi kinatusimamia katika sanaa akija tutazama kama tuna changamoto gani, tunatakiwa tufanye nini ili tuweze labda kufanya sanaa iliyokuwa bora na kutengeneza riziki na serikali ikapata pato lake. Imewaza kwenye kuona kama inatukanya vipi. Yani sawa na mume ambaye hamhudumii mke alafu anataka kumpangia masharti, ndio hii imekaa hiyo. Kwa nikaona nikifanya Nairobi itawezekana, na nikaenda kule nikafanya ikawezekana. Ukiacha hivyo pia kuleta utofauti. Utofauti ya kwamba sio kila kitu mpaka ufanye nyumbani. Ili uweze kutangaza muziki wako vizuri, jaribu kufanya nje, kwa sababu kikiwa kule afu umefanya ni mtaa kutoka Tanzania, unazidi kupromote muziki wa nyumbani, unazidi kuwa mkubwa nje na ndani, na kuonesha kabisa kama Bongo Flava yetu sasa hivi imekuwa. Unaweza kuona sema kama Nairobi ukoalika kama vile niliwalika kaka na dada zangu wana muziki waenda tofauti. Walikuja na muziki kutoka Kenya mbali na nchi tofauti karibu pale. Kwa kukuza muziki, kwa sababu pengine ukifanya hapa sawa itakuwepo, lakini ni kwenu. Ukifanya nje ya nchi kidogo inaonesha kabisa kumbe Bongo Flava sasa imekuwa. Nafikiri hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa natamani kuifanya. Na ukiacha hivyo pia bro, kuna vitu vingi nyuma yake. Oh yeah, politics. Okay. Lakini pia album hii exclusive iko kwenye, ilianza kwanza kwa inafahamika kwamba itapatikana kwenye Songa Music by Safaricom, of course, Nairobi, Kenya. Wewe pia una poto yako ya kusambaza muziki, wasafi.com na vitu vya namna hiyo. Kulikuwa kuna kitu gani ambacho kilifanya exclusive to Songa Music na platforms zingine zikaja baadaye? Haikuwa exclusive katika Songa Music, lakini Songa kama Songa walidhamini ile event yangu mimi, kwa sababu ilikuwa quite expensive. Ukianga production tu pale kufanyika imekula karibu $80,000. Hiyo production $80,000 ni kama milioni 160 kwenda 70. Ndio zile set tunazoziona pale badilika maana kwa kitanda ina kwa watu wa violin na nini. Ile set. Watu wajasafirisha wajafanya nini. So inawezekana kumbe ingekuwa kuna sehemu ya kufanyia Tanzania, hizo hela zingekuja Tanzania. Kwa sababu mimi nikiomba sponsor hata wangekuwa kutoka Uganda, kutoka Rwanda, wangenekea, kwa sababu na mimi ninachokifanya kitafika kote. Lakini kwa sababu nyumbani kwetu tujawezeshwa hizo nyenzo, mimi nikafanya kwa watu, kwa maana hela iliyopatikana alikuwa ilibidi sponsor watu wanakulipia sijui vitu nini, inabakia kwa pale. Na Songa kwa sababu ilikuwa ni sponsor, ilikuwa ni miongoni mwa hapo ambazo zinauza album yangu. Haikuwa exclusive kwa sababu inapatikana pia katika platform zingine. Ijapokuwa wasafi.com ilikuwa ndo wako katika maongeza ya mwisho kwa Nanekwa. Nasema unajua kwamba wasafi.com inamilikiwa na Wasafi,
na A Boy From Tandale kama album inamilikiwa Soto na Wasafi, lakini inamilikiwa na Wasafi pamoja na Universal. Kuna maana kuna contract kati yake hapa, kati ya viongozi hawa kina Bustale anatakiwa malizane na Universal ili mzigo wekwe. Na kumekuwa kuna maswali naulizwa pia kwamba album physically inapatikana wapi? Maana yake inaonekana ni digital tu kwanza. Ilibidi tuende na system ambazo wanazifanya wenzetu za nje kwanza. Kwanza kuweka album ipatikane kwenye digital. Ikiwa kwenye digital, wale mashabiki wa kweli walali wanaopenda kutusupport, wanunua tusupport. Alafu baada hapo inatoka album kama hard copy. Kwa mtu yote akiuziwa album hapa Tanzania eti akasema mtu barabarani kauziwa album A Boy From Tandale, ni uongo, kwa sababu hajafika bado, hajawekwa bado, hajaachiwa bado kama physical CD bado. Na unajua kuwa na album kwa nayo mkononi haimaanishi kwamba tu kwamba eti kusikiza nyimbo, kwa sababu nyimbo watu wengi siku hizi hutumia kwenye simu, na ndio maana kwanza promotion ya kwanza na releasing ya kwanza tukafanya katika digital. Lakini kuwa na album ya msanii unayemsupport na unampenda ni kuonesha namna gani wewe ni mzalendo katika kusupport wasanii. Kama unapokuwa na copy yako tu ndani ambayo ni copy original, unaonyesha kabisa kama mimi ni mdau wa muziki, labda kama namsupport Diamond au na support sanaa Tanzania na nimenunua copy original. So ina maana itavotoka rasmi, nafikiri Bostyle hapa ananiambia kama sio Ijumaa tuta announce rasmi, nafikiri ni Ijumaa ama kabla ya Jumatatu tuambia rasmi sasa album zinapatikana kwenye maduka yote au katika vituo fulani vyote, kila mtu akanunua copy yake akaenda ni kama kumbukumbu. Definitely. Kwenye hii hapa album nadhani ulianza kuitease mwaka jana wakati uko Marekani hivi, na that time mlikuwa mmekutana na Ricky Rolls, ikaonekana pia ile teaser ya kuja kufanya kazi na Ricky Rolls. Na cover ilivyotoka ilikuwa ni ile cover ambayo wewe unaonekana upo mdogo, na ile picha mimi naikumbuka ulikuwa kwa wewe na RJ the DJ, lakini jamaa kama wakamcrop hivi nini wakampunguza. Hapo ndipo teaser ya cover ilipokuja na ukaitangaza tarehe kwamba itatoka Januari 12 lakini imekuja kutoka March hapa katikati hivi na uko kwanza kudelay, kusogezwa kwa tarehe mbele kulisababishwa na nini mpaka album hii kaja imechelewa tofauti na ile tarehe ulikuwa umeitangaza mwanzo? Lakini pia ile cover ambayo ulikuwa umeionyesha mwanzo ndo watu walijua itakuwa ni official cover ya album, then hiyo cover ikaja ikabadilika, imekuja tena picha nyingine tofauti. Mwanzoni kweli cover itakiwa iwe ile ya mtoto. Hapa pale ukisema je tumemcrop, sasa angekuwa je ingekuwa The Boys From Tandale. Kulikuwa na kaesi pale. Ingekuwa The Boys na baada ya Boy. Lakini baada pia hata ilikuwa ni official cover, ila wakasema kwamba hii album inapotoka na marketing strategy ambayo wameipanga Universal itafika sehemu tofauti. Ukiweka picha ya mtoto ikiwa inaaminika bado kabisa nahitaji kuonesha sura yangu duniani ili muziki wetu ukue zaidi, nikiweka sura mtoto hawezi kusaidia. Kwa lazima cover inapotoka officially iwe na cover yenye sura ambayo yangu inaonekana. Itatusaidia katika kukuza muziki wangu, katika kukuza muziki wa Bongo Flava na tasnia nzima, kwa sababu itaonekana msanii mwenyewe ni huyu. Ukimweka mtoto sasa watu watashangaa mtoto kwa ni nani dogo fulani hivi, kwa sababu kutokana yule dogo ndo mimi bro, huwezi kuamini, unakuwa unajielezea sana. Kiangalia mle kama kuna nyimbo nimefanya kina Ricky Rose, nimefanya kina Marion, kina Neo kwenye albamu hiyo pamoja na Heritage, na wasanii tofauti ambao wana nafasi kubwa sana duniani. Na naamini ilivyotoka zile nyimbo haimaanishi kama ndo zilifika kote duniani, ila inapotokaga album inafika sehemu kubwa sana. Sana. Kwa ina maana inavyoenda itafika sehemu kubwa sana. Kwa nikiweka picha tu ya mtoto kwa namna moja nyingine itaninyima kwenye marketing promotion ways, kama mimi kunipromote kama msanii itaninyima promo kubwa sana, kwa sababu tunakaa tu ni mtoto. Kwa kishafikia watu wafani hivi imekuwa kama akina Michael Jackson, basi unaweza kaachia hiyo ukiweka picha ya mtoto tu. Kwa sasa hivi tuweke sura kwa. Sawa. Kuja na album ni kitu kizuri sana kwa msanii, na by the way again big congratulations kwa hiyo. Lakini kwa muda mrefu umekuwa ni msanii ambaye unafanya vizuri kwenye singles, mauzo tu ya singles na vitu vinamna hiyo, pamoja na kwenye shows na biashara zako zingine ambazo zina relate na brand yako kama vile Chibu Perfume, Diamond Karanga na vitu vya namna hiyo. Ulivyokuwa umepata deal ya Universal iliweza kukupush, labda inawezekana ni moja kati ya masharti au terms ambazo ziliambiwa lazima this time utoke na album, au kulikuwa kuna wasanii ambao ukikutana nao wakubwa wanakuuliza where's your album na ikawa inakuumiza kichwa mpaka this time pia umekuja na A Boy From Tandale? Mimi nafikiri mwanzoni sikuwa nikifanya hatukupartner na record label yote. Na chanzo au sababu maalum sisi kupartner na Universal ni kwa namna gani tunaweza tukauza muziki wetu digital ways. Kwa sababu kuuza kama CD kiukweli kabisa kuna hela, lakini hamna hela hivyo, kwa sikudanganya. Kwenye digital wakiweza kudownload watu milioni 1 kwa shilingi 300 ni milioni 300. Na watu milioni 1 kudownload bro ni kitu kidogo sana, kwa sababu watu wana support na watu wa mapenzi. Tanzania kuna watu zaidi ya milioni 50 na kitu 55.
watu wanaotumia mitandao ya simu wako si chini milioni 11 kwenda mpaka milioni 20 kitu. Kwa maana wote wakijitolea milioni 1 tukinunua kwa shilingi 300 ni milioni 300, unaelewa? Ambao kwa CD bro unaweza kauza kwa muda mrefu sana usipate hela. Sasa chana kuna mambo ya Spotify, kuna mambo ya iTunes, kuna mambo ya YouTube na vitu vingine vingi sana. Kwa tulipokutana Universal tukaweka garantia kujua kama misingi yetu ya kidigitali unaisimamia vipi kiuhakika zaidi. Baada ya kuona misingi inakaa kwanza tukasema kwa twende tuangalie, tulikuwa tunachia ngoma tunaona kweli inaingia. Hebu twende huko tunaona Spotify, tuseti iTunes na vitu kama hivyo. Kama Emisi nadhani ilifanya vizuri sana mpaka ikapiga zile 6 platinums na nini. Kwa hiyo zote zilikuwa ni trial hizo. Ilikuwa ni Mary You. Mary You, yes. Ilikuwa ni trial kuangalia kama hela ipo kweli au tunazungushana Kwa baada kuona kuna uhakika tuko na kwa nini sasa tusifanye album. Ndio maana tunasema tulivyotoa album cha kwanza kabisa tulifocus kwenye kuacha kwenye digital kwanza kabla kutoa physical copy. Na physical copy tunazozitoa zinatoka katika namna ya kwamba hata mtu akipata physical copy mwenyewe afurahi. Kwa mfano unaweza kupata hiyo na ilio. Ukiangalia hii album ilivyo sio tu kwa sababu ni album, kwa sababu nyimbo mtu anaanza kuwa nazo. Lakini hata kuwa nayo mwenyewe uko na kumbukumbu bwana Diamond haitoa album yake, ndio maana ukiangalia kwenye album ndani huko kuna picha zangu mimi sio na Esma, zangu mimi na Ronnie Jones. I like that. Mimi na mama. Yeah, I like that. Yeah, ya kizazi sana hiyo. Alafu nimeona huko ndani kama kuna hicho kama kitabu fulani hivi ka booklet. Kitabu fulani ambacho yani kuna mmoja au nyingine. Kuna lyrics za kila wimbo au kuna story. Kuna baadhi ya nyimbo ndio tumeandika lyrics zake kama mfano kama Hallelujah. I like that. Ya tumeka Mary You pia. Kuna baadhi ya nyimbo ndio tumeka. Ina maana unapokuwa na hii tena inakuwa sio is more than album. Ndio kwa point kwa hivyo. Kwa sababu ni kitu cha kukumbukwa hicho. Kukumbukwa ni mtu wenacho tokiamua kubandika ndani kama Linwaga album ya Diamond. Kwa sababu bro watu kusikiza nyimbo wengi kwenye simu, mtu akishana kwenye simu asikiza iPhone zake hivyo. Kwa CD ni wachache sana. Kwa ndo tukatumeka plan hivyo. Na hiyo baada ya kufanya kazi na Universal tukaona sasa kuna plani nzuri ya kufanya, ndio tukaanza. Ndio mkaanza hivyo na ya kizazi sana hiyo. Lakini album ilivyotoka hiyo cover ambayo mimi nimeiona vizuri especially kule kwenye track list kule kwa nyuma inaonesha rights zote ziko under Universal UMG, and then again sijaona kama kuna logo ya WCB, logo ya Wasafi na vitu vya namna hiyo. Inawezekana kama labda Universal wameweka mzigo wote, wewe unatumika tu kama msanii sasa hivi kuja kuipromote album, labda tayari mkwanja ulishaingia na vitu vya namna hiyo, na ndio maana wao hizo copyright zote wanazo wao, kama vile ilivyokuwa kwa album nadhani ya Jay-Z ilikuwa ni Magna Carta, something like that. Samsung kama kuna copy kadhaa hivi tayari walikuwa wameshazinunua kwa album already, kama imeshapiga platinum mbele ya Jay-Z, akaja tukawa kama mtu kusupport na vitu vya namna hiyo. Hapo naona hizo haki zote ziko kwa Universal. Kulikuwa na makubaliano gani mpaka rights zote reserved to Universal? Universal wao kama wao jukumu lao ni kuhakikisha wanasimamia distribution ya kazi zangu, kusambaza sehemu zote ambazo zinatakiwa wafikie mashabiki zangu. Kwa maana jukumu lao kuhakikisha CD yangu iko salama, ni jukumu lao kuhakikisha kwamba mauzo yanapatikana. Kwa maana kinamna moja nyingine hiyo kuonekana all the rights kwa Universal, maana kwamba mimi nadili na wao album yangu, kwa sababu haimaanishi kwamba wana own 100%. Amna contract hizo, ni uzamani watu kabla hajakuwa na akili ya kimuziki sana, siku kidogo akili zilikuwa zimetanuka. Kwa hiyo kuweka hivyo ni kumaanisha kwamba rahisi mimi kuwalaumu pindi napoona kama mauzo yangu hajaenda yanavyotakikana. Asipoenda natakikana wananilipa. Kwa hiyo yani kujiweka kwa safe zaidi ili kesho na kesho kutwa asionekane kama itabidi tusimamie wote tuzunguka huko mizunguke huko. Ushapita muda. Una so far una namba yoyote ile ambayo unaweza kaitangaza labda album tayari na sales kiasi gani kutokana na hizi siku chache zilizotoka hapa, kwa sababu so far imefanya vizuri sana. Na nadhani kwa sababu ya distribution ya Universal, kwa sababu iko katika nchi kibao. Malaysia mimi iko katika namba 4 na Namibia ipo namba 2, Kenya iko namba 1, Burkina Faso namba 1 mpaka namba 5 zote umezishika wewe 1 to 5 ambapo hapo ndani kuna Eneka, kuna African Beauty, kuna Nikuone, kuna Pamela na Hallelujah. Oman pia iko namba 1, imefanya vizuri sana. Dubai pia iko namba 4. Dubai pia namba 4 Dubai. Na nchi nyingine nyingi sana. Nchi nyingine tofauti. Kuna namba yote tayari unaweza kawa nayo, labda imeshapiga platinum 1, platinum 2. Nafikiri kwa leo Jumatatu tutakuwa rahisi kuuliza watu. Ndugu zetu wengine wanaishi sana kiofisi. Kama jana Jumapili watu wamerelax kuuliza bwana, hebu nipeni report ndugu zangu, ni post Instagram, ilikuwa ni uongo. Kwa hiyo tutauliza, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu, naamini tulichokuwa tunakipani kimeenda hivyo tuko tunataka. Ilikuwa sio tu kuachia album. Unapoachia album unafanya kazi kubwa, kuna watu wamshirika kibao, maproducer ama nani. Album inaleta return gani? Inawezekana kuuzika au ni masinema tu. Lakini kwa muda mfupi muonesha kabisa kama
kila kitu kinawezekana, ni kwa tuna timu nzuri na uongozi mzuri. Lakini nafikiri muda simu nitawaambia kwamba ni mpaka sasa hivi mauzo yake yameenda vipi, lakini mauzo ambayo nitangia tutabao nilikana si kuuza bro. Ndio maana inawezekana hata leo mpaka sasa hivi watu wanashangaa Dar es Salaam, mbona sasa zinauzwa sehemu gani CD? Hata mtu pressure au unaona jamani nitawatangazia kama Ijumaa au Jumatatu. Tofauti na zamani ilikuwa ukitoa albamu tu kaka, kama siku mbili nyuma mzigo ushaingia mtaani. Tumefanya tofauti. Oh yeah. Na wakati album kabla haijadondoka ilitoka video ya African Beauty ambapo humo ndani huko na mkali Omarion. Na mlikutana na Omarion, ilikuwa South Africa mwaka jana. Na ilikuwa ni straight ulivyotoka America nadhani kwenye kupata tuzo, na tulivyoona ile picha huko na Ricky Rolls. Alafu straight South Africa ukutana na Omarion. Again ikaonekana tena ni collab nyingine baada ya ile ya Ricky Rolls. Though imechukua muda lakini sio kesi. Swali ambalo lipo watu ambalo wanajiuliza ni kwamba kuna picha ilienda viral sana, mlikuwa mko watatu huko, wewe, Omarion na Zari, na mategemeo ya watu wengi walitegemea kwamba atakuwa kwenye video. Yes, lakini kama vile watu wanahisi zile clip, zile footage, zile vipande kama vimepunguzwa hivi. Amna like kuna baadhi ya vitu nafikiri wakati tunashoot video ilikuwa location. Alikuwa ni picha tu ya kawaida ambayo umepiga kama watu wa kawaida. Lakini hakuwepo katika video, na hata ingekuwepo kusingekuwa kwa sababu yote ya kumfuta. So atukumfuta, na yule model aliyotokea pale alikuwa katika video. Angekuwepo kwenye video basi ingeenda tu. Oh yeah. Kizazi sana. Na sasa hivi wakati unaniambia hapo mwanzoni ilikuwa ni issue ya, uliniambia kwamba kumekuwa na issue za kufungiwa nyimbo na vitu vya namna hiyo. Kwenye albamu yako ya Boy From Tandale, Hallelujah ipo pamoja na Waka ipo. Na wakati mwanzoni hapa tunaanza interview uliniambia pia hiyo issue imetokea. Hizi nyimbo baada ya kuwa zimefungiwa, album tayari nadhani mipango ilikuwa imeshakamilika. Labda kulikuwa kuna namna ya kuweza kuzitoa na vitu vya namna hiyo. Lakini kufungiwa kwa Hallelujah na Waka kwako wewe imeathiri kiasi gani? Mimi si kijana athiri chochote, naona tunauliza watu maswali tukiwa tunapotembea. Alafu unajua mimi sijapata official barua ya kuambiwa kama nyimbo yangu imefungwa, kwa sababu professionally au kama taasisi, kama serikali au kama chombo husika ilitakiwa kiniletee barua, kwa sababu mimi na ofisi na kampuni ambayo inalipa kodi. Na juzi tu muda si mrefu natoka kulipa kodi serikali, inalipa kodi kupitia na muziki wangu. Kwa ukifunga tu afu kinaandikia mtandaoni, siku naona kama sielewi kwa no serious. Kwa sababu lazima unaambia umefunga kwa sababu gani. Na ukiangalia kwa mfano nyimbo kama Waka kuna dirty version na kuna clean version. Kwenye audio kuna dirty version na kuna clean version. Kwa maana unaambii umefungia kwa sababu gani, it makes sense. Ukiniambia kama video, mtu unajua watu watakiwa jue taratibu za broadcasting ziko vipi. Na muziki tunaofanya vipi. Broadcasting inasema kwamba kuanzia saa 3 au kuanzia saa 4 kwenda juu kuna dirty version video zinaruhusiwa kuchezwa, katika sababu inaaminika kama watoto wamelala. Video ambazo sana vitu vya wakubwa vinaweza kuonyeshwa kwenye TV au kwenye radio. Kuanzia saa 3 kama sikosei saa 3 au saa 4 mpaka saa 11 alfajiri. Kwa mimi sijapata maelezo kwamba nyimbo zangu zimefungiwa kwa sababu gani. Nimeona tu kwenye mtandao zimefungiwa. Sikutaka kufuatilia sana, kwa sababu ningejua kama nimeambiwa hivyo rasmi ningeletewa barua na vitu kama hivyo. So haikuni ukilicha kwamba tu albamu ilikuwa shaandaliwa tayari na ishatolewa. So sikuona kwamba asijaletewa rasmi, kwa nini mimi ni bother kuweka katika album. Kenya pia uliziperform siku ile nani? Niliziperform kabisa, kwa nini siziperform? Na labda kuna kitu kidogo tu nisaidie katika hilo swala, kwa sababu nilikuwa nipo nje nikawa nalisikia linaenda. Tunaamini kabisa sasa hivi kila mtu anapewa cheo au anapewa wadhifa na mheshimiwa rais anataka aonekane anafanya kazi ili asitumbuliwe. Sikiza kwa makini. Yaani mtu atakajionyesha kama mimi naweza kufanya kazi ili situmbuliwe akapata sifa. Haisaidii. Unapopewa nafasi na mheshimiwa rais, rais ni mtu ambaye anataka watu wanafanya kazi kweli. Hakaja kuchagua wewe uwe polisi au uwe tatizo katika tasnia. Amekuweka pale wewe ukasimamie na ukaikomboa ile tasnia. Kwa hiyo unapopewa nafasi katika sekta yoyote, kwanza lazima ufanye researches. Uangalie kama katika research kuna matatizo gani, je kuna faida gani, kipi natakiwa nikifanye ili niweze kusaidia sana ikue pale nilipoikuta, lakini sio tu kukua bure, iweze kuingiza faida katika serikali na kwa vijana. Ukiangalia kwa makini, mimi kwa mtazamo wangu tu mdogo, inawezekana kabisa labda viongozi baadhi wanaopewa hizo mamlaka hawafanyi researches kwanza, wanaenda tu onekane kwenye media. Alafu sio kwa namna mbaya au kwa namna mbaya. Naheshimu sana ambaye amewekwa katika hii sekta, kwa sababu mheshimiwa rais yeye ana akili kubwa sana, ndio maana anavomteua mtu anaamini kabisa ana uwezo fulani. Ila yule kama alochaguliwa pale, kwa sababu mtu kama mheshimiwa Makembe mimi simuonaga akikurupuka tu kufanya vitu.
Mwakembe anatulia, anaangalia, anauliza researches, ndio vitu vinafanyika hivyo. Na hata ukiangalia mkuu wa mkoa kwa mfano simfagili kwa sababu eti Makonda sio mlezi, hapana. Kabla kufanya kitu kwanza anafanya researches kwanza. Akishafanya research anaona tatizo la wananchi ni hili, ngoja nikalitatue hivi. Lakini sasa akiangalia kwa msaidizi sasa wa Mheshimiwa Mwakembe, siamini kama amefanya researches kwa kitu anachokifanya. Kwa sababu mimi na yeye asiyo kukata siku moja. Siamini kama kuna baadhi ya wasanii alikaa nao. Na ukitaka kusaidia industry kiukweli, haimaanishi ukae vikao na wasanii 100. Ni uongo. Sio kila msanii anajua industry ina changamoto gani, ina faida gani na matatizo gani. Unaweza kutafuta kila msanii kanae kwa muda wako unavyozania wewe, kusanya. No matter, inawezekana amezidi kwenye elimu, yule na Mheshimiwa Naibu amezidi kwenye elimu, naamini inawezekana hivyo. Amezidi kwenye umri, amezidi abaki mamlaka, ila kwa inapofika katika elimu wa sanaa mimi nimemzidi. Yeye akubali, akatae, apende, akimchukia, I don't care, lakini naamini kabisa kwenye elimu ya kisanaa ya Tanzania mimi nimemzidi. Kwa ina maana ilikuwa ni jambo la busara tu kuona kwamba bwana mdogo wangu Diamond tukae. Hebu niambie changamoto zetu ni zipi na zipi? Nitawaambia mkuu ni hizi na hizi na hizi na hizi. Mnataka nini hivi na hivi na hivi na hivi. Ili hata anapozuia video, anapozuia nyimbo, hajui anatakiwa afuate taratibu gani. Hawezi kukurupuka tu mtu kama Roma na mfungia miezi 6. Unajua labda kwa nini anafanya vitu kama hivyo? Unaenda kuna nyimbo, alafu sasa kinachokesha kwa nyimbo zimetoka za miaka hata 4 ndo nafungia. Yaani nyimbo ya miaka 4 ndo nafungia leo. Watu washafanyia show, washapata haiuzi tena. I make sense kwenye kichwa. Kwa hiyo ukiangalia kwa makini serikali kama serikali, hapa kama Mheshimiwa Rais, naamini ana nia kutaka kusaidia sana, ndio maana jaribu kuweka viongozi tofauti tofauti. Na katika baadhi ya viongozi ambao wapo katika sanaa, mimi personally kama mimi Mwakembe namkubali sana. Kwa nini namkubali? Kwa sababu hafanyi vitu kwa kutaka sifa. Anafanya vitu kweli, tatizo liko hapa, tufanye vipi, tuifanye hivi. Kwa mfano kama naibu wake, halitakiwa akae na baadhi ya wasanii, aulize changamoto ni nini, tunafanya vipi? Kuliko tu kukurupuka dadangu. Wewe unakurupuka, unajua mimi sanaa yangu nianzia wapi? Wewe ushanichangia nini kwenye sanaa yangu? Umenifanyia kitu gani mimi? Kitu gani ambacho ushafanya wewe? Kwa sababu kwanza ujue mke unapompangia masharti asiende kufanya vitu hivyo, unamhudumia. Wewe unanihudumia kwenye sanaa yangu mimi. Wewe unaona mimi naingiza, unaona tu naenda Nairobi, nafanya show narudi. Unajua kitu nipeleka Nairobi nikafanya show. Kwa nini sijafuata Tanzania? Unajua imenaje panga collab langu na Likilozo unajua limekujaje? Inapokuwa serikali au inapokuwa mtu mwenye mamlaka fulani, haimaanishi ni polisi au maanishi wewe uweke gadi kwa sababu ya kutuharibia sisi. Sisi tumekuchagua au umechaguliwa na kiongozi au umechagua serikali, wewe umekuwa hapa kwa sababu sio tutawale. Utusimamie, utuongoze, tunapokosa tupate. Lakini ikiendelea inavyoendelea itakuja kutengeneza mazingira mabaya ambayo wengine kama sisi hatuwezi kuvumilia kwa sababu tunapitia vitu vingi sana. Tunapata matatizo, yausha tunatukanwa kila siku, alafu mtu mmoja from nowhere atuenika kurupuka tusikwaki kwa sababu kwa mamlaka anataka kurupukia na mimi nitakurupuka naye. Yaani hivyo. Yeah, Diamond, having said that, baada ya kusema hayo yote, na wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao ni icon Tanzania, unaiwakilisha vizuri sana, unaichukua Bongo Flava to the world, unaipeleka kule to the map. What's your take? Wewe unafikiri mtazamo wako ni nini kwa ajili ya kuweza kuikuza sasa hii sanaa izidi kwenda mbali zaidi kama hivyo ambavyo nyewe mnafanya, mnaenda mnaitangaza nchi na nini na nini na nini? Kwa sababu again tatizo inawezekana kama kweli hilo tatizo linafikia katika namna hiyo na nyinyi ndio wadau, unafikiri what is your take? Mawazo yako yanaweza kawa ni nini kwa kusummarize kwa kifupi ili itoke watu tuende mbele tena? Mimi nafikiri kama nilivyosema mwanzo, kwa nafasi kubwa sana viongozi kukana baadhi ya watu ambao tasnia kule wanaifahamu. Bora sikudanganye mtu. Ukitaka kujua changamoto lazima ukae na watu ambao wapo katika sanaa wanaishi nao ndani. Akae na baadhi ya viongozi, baadhi ya wasanii na viongozi kwenye muda wao, kwa sababu unapokuwa wasanii sometimes kwa jumla labda kila mtu anaweza kaongea akaanza kubishana wenyewe kwa wenyewe. Chukua muda wako. Kaa na mtu kama Alikiba, zungumza naye. Bana hivi sana ipo vipi? Hivi changamoto ni ipi? Tafuta mtu kama Vanessa, kaa na watu kama Weusi, kaa na mtu kama Fidikio. Ile ndio tasnia yako. Yaani ile ndio jukumu lako. Mheshimiwa Rais kakuteua wewe usimamie sehemu. Chukua watu wakina Movie, wakina Wema, chukua soke. Kaa nao kwa muda wako kwa sababu ushaika ndio sehemu yako sana. Jaribu kuiweka. Wale watakupa. Unawezekana ukahisi kama ukiishi na watu wa ngazi ya juu ndio utajua sana, huwezi kujua. Lakini huko chini sisi ambao tunaishi nao kwenye sanaa kweli tunaijua sanaa kweli kweli. Mimi ukiniambia sanaa Bongo Flava bro naijua kweli kweli in and out yani. Kwa hiyo tunakaa tunazungumza, tunabadilisha mawazo, tufanye hivi na hivi na hivi. Lakini ukija tu wewe ili mradi upate sifa, bro sifa utazipata kweli. Alafu sisi utaondoka utatuacha hapa hapa. Labda utuue au nipeleke jela. Alafu kama mimi mtu ambaye yani Bongo Flava mimi nishajitolea bro. Mimi siogopi kwenda jela kwa sababu Bongo Flava siogopi, nitaenda tu. Itakuwa ni kitu gani? Siogopi kufanya chochote chochote kwenye Bongo Flava. Hadi mimi siogopi kwa sababu ndo baba yangu ndo mama yangu Bongo Flava. Ndio imenifanya paka nimefika hapa. Kwa unapodili na sanaa yangu, hakikisha yani kabisa yani
unapokuja unachokifanya kitu kipo right, usikurupuke tu kwa sababu una mamlaka, kwa sababu na mimi kwenye bongo fangu na mamlaka. Afu mamlaka yangu imeishi Tanzania tu, dunia nzima kila muziki wangu unapofika kote nafika. Kwa hiyo angalia tu kabisa unapokuja kwangu unakuja vipi. Kwa tukae tuzungumze. Nakumbuka wakati kuna siku moja hivi alinipigia mheshimiwa kwa mkoa, akasema nafikiri tupate time kana na mheshimiwa naibu tuzungumze kwa ajili ya kujadili sasa. Nikamwambia nafikiri itakuwa jambo zuri. Lakini kwa safari nilikuwa niko Nairobi pia nikasikia kuna maneno mengine huko nyuma anaongea ambayo silizika nayo. Sifurahishwa na nikaona tu nimpotezee. Kwa hiyo aliongea jambo zuri sana mheshimiwa Makonda, akasema mimi nafikiri ipate time tuzungumze kana mheshimiwa naibu umuelekeze, itamguide na kumsaidia kuona hata unapofungia jambo, je, hasara na faida zake ni ziko wapi? Je, nini kinatakiwa kifanyike? Sio kufungia nyimbo. Mimi ukinifungia nyimbo hainipunguzi kitu. Nyimbo ukifungia tena nje nitaiperform tu. Nikiwa nataka ni perform sinaondoka na kanchi nyingine tu. Nabaki huko na perform nyimbo zangu taifani. Nyimbo nyingine zisiruhusiwa kwa sababu sheria inakataza nyimbo haichezwi Tanzania. Tamaduni za kama Kenya zinaruhusu, ona nikataza si perform kwa sababu gani? Kwa nini si perform sasa? Unataka mimi nife na njaa? Unanilisha wewe? Tifu atamnunulia Pampers. Utanisaidia katika kulisha familia yangu. Unajua mimi nahangaika vipi? Kwa hiyo kukaa na kuona kwamba tunafanya kitu gani, tuzungumze, tuelekezane, tusifanye kama kukomoana, hapana. Tufanye katika mazingira ambayo itasaidia sana ikue. Serikali ingize pato, muziki umekuwa. Serikali inaingizaje pato lake? Serikali kiingiza pato inasaidia hata sisi wasanii kesho na kesho kutuwekea misingi ya kututetea. Watu wana distribute, hata zinatoka album, unaona watu wengine wanaweka album ya YouTube. Serikali ina mpango gani kudhibiti hizo kazi na nini? Yaani serikali tukana tuwe friendly, kwa sababu si hiyo kwamba sisi tukiingiza hela na serikali pia inaingiza hela. Ushaelewa? Ndio kitu ambacho serikali inataka ili iweze kuwa kesho kuweka mfuko ambao utasaidia sana zetu. Lakini ukija mtu mmoja tu ukaitia dosari serikali, kaonekana serikali ifanye mambo ya maana, kumbe kwa sababu yako binafsi, sio kitu kizuri. Alafu unaenda kama unampakizia matope rais, wakati kumbe wewe mwenyewe tu akili yako labda pengine ndogo. Ndio hivyo. Boys and girls, ladies and gentlemen, I got Diamond Platnumz kwenye show la Kibab the playlist, do not go nowhere. Mimi the MVP, half man of amazing Lil Omi. Leo tunafanya exclusive album review ya boy from Tandale, The Playlist.